Hello, habari ya saizi. Naitwa Rigobert, ni mtaalamu wa maabara katika hospitali ya Royal Polyclinic. Leo ningependa kuzungumza kuhusu rapid tests au kwa Kiswahili tunaita vipimo vya haraka, ubora wake na jinsi zinavyofanyika. Kwa hiyo karibuni sana, ungana nami katika kipindi hiki. Rapid test au vipimo vya haraka hivi tunasema ni vipimo vinafanyika katika maabara. Kwanza vina namna mbili, vinafanyika ndani ya muda mfupi sana, maana yake dakika 5 mpaka 30. Alafu pia havihitaji mashine nyingi za maabara ambazo pia zitafanyika kwa vipimo vingine ambao ni comprehensive health check kama vile CBC, hormone profile na vitu kama hivyo. Kwa hivi ni vipimo ambavyo vinafanyika ndani ya muda mfupi sana, mara nyingi dakika 5 mpaka 30. Alafu pia havihitaji mashine nyingi za maabara, vinahitaji tu ni zile kits kwa ajili ya kufanya vipimo hivi. Tunasema vipimo hivi zaidi tunaangalia mwingiliano au reaction kati ya antibody na antigen. Antibody ni nini? Antibody tunasema ni kinga ya mwili inazalishwa baada ya vimelea kuingia mwilini. Na hivyo vimelea vikiingia mwilini ndio vinasababisha kuzalishwa kwa hiyo kinga inaitwa antibody. Na hivyo vimelea vikiingia mwilini, mwili unavitambua kama sema vitu vya nje, tunasema foreign particles au antigen. Kwa hiyo mwili unakuwa na antigen kwenye baada ya kupata hiyo maambukizi ya ugonjwa husika, alafu unazalisha pia hizo kinga zinaitwa antibody. Kwa hiyo hivi rapid tests au vipimo vya haraka tunaenda zaidi kuchunguza, kuangalia hizo antibody au antigen, vimelea vya ugonjwa au kinga ya mwili iliyozalishwa kutokana na ugonjwa husika. Kwa hiyo viko mahususi kwa ajili ya ugonjwa husika kutokana na mtengenezaji alivyotengeneza, na tunasema mara nyingi viko very specific kwa ajili ya kimelea husika. Mfano kama rapid test kwa ajili ya malaria ni malaria tu. Rapid test kwa ajili ya HIV huwezi kukuta ikafanya reaction katika kipimo kingine. Mara nyingi specificity yake tunasema ni 99.6 na kuendelea. Kwa hiyo ni vipimo ambavyo vinaaminika kwa ajili ya kimelea husika. Baada ya kujifunza kuhusu maana ya vipimo vya haraka au rapid test na jinsi vinavyofanya kazi, sasa ni wajibu wa kupima vipimo hivi kutokana na maelekezo ya mtengenezaji wa vifaa husika, yani manufacturer guideline. Sasa tunasema sio kila kipimo kitafanya kwa mazoea. Ndiyo maana tunashauri zaidi mtu aje hospitalini apime kwa mtaalamu husika, kwa sababu ndio anajua kwamba kipimo hiki kinatakiwa kifanye kwa muda fulani kutokana na zile guidelines. Mara nyingi tunapima vipimo hivi tukifuata mwongozo wa upimaji, tunaita kitaalamu SOP, Standard Operating Procedures for a particular test. Kila kipimo kina SOP yake, kila manufacturer ana SOP yake. Kwa hiyo tusifanye kwa ukariri. Mara nyingi tumeona hizi cases zinatokea zaidi kwa kipimo cha maambukizi ya ukimwi, virusi vya ukimwi, HIV, kwamba unapima kipimo mtu, manufacturer amekwambia usome majibu ndani ya dakika 20, lakini unakuta mtu baada ya dakika 20 anasoma kipimo, anakuta kimereact tofauti na majibu ya mwanzo. Kwa hiyo upate majibu sahihi kwa sababu umedelay kusoma kipimo. Kwa hiyo tunashauri zaidi watu wasipime majumbani, waje hospitalini waonane na wataalamu wa kipimo husika, waje wapime kwa wataalamu husika, watapata majibu yao sahihi, wataimarisha afya zao. Kwa hiyo niwakaribisha sana katika kituo chetu cha Royal Polyclinic. Tupo masaa yote, waje wapime vipimo hivyo, waonane na wataalamu, wapate matibabu sahihi. Kwa vipimo hivi vya rapid test na vipimo vingine vyote vya maabara vinapatikana hapa Royal Polyclinic. Tunapatikana Ilala Bungoni,
karibu na kituo cha msaada Gereji. Kwa hiyo kwa changamoto yote ile ya vipimo, ushauri, unakaribishwa katika hospitali yetu hii ili unae na wataalamu waliobobea kwa ajili ya matatizo mazima ya afya. Lakini pia usisahau kulike, kushare, kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili upate notification ya vipindi vizuri endelevu kuhusu huduma za afya na afya kwa ujumla. Karibuni sana.